Jambo la kwanza, kupata matatizo ya vipindi au misimu. Yaani ukipata fedha tu changamoto imetokea, ukipata pesa tu unapigiwa simu, kuna hili. Yaani ukishika fedha tu, siku unapokea mshahara tu, zoruba linakuja linainuka. Siku unapokea fedha yako ya mchezo, jambo linainuka kwamba kuna tatizo hili, fulani amelazwa, ni mtu wa nyumbani kwetu. Bwana Yesu asaidie. Matatizo ya vipindi au misimu. Ukiona yanakupata matatizo ya vipindi au misimu namna hii, fahamu kwamba nafsi yako ipo katika hizi moja ya dalili, nafsi yako iliyofungwa. Namba 2, roho za urithi. Roho za urithi. Tunaposema roho za urithi, manake tunaongelea habari ya minyororo, cheni. Cheni hizi za namna gani? Za laana. Walikuwa katika ukoo wenu wanahangaika kuolewa, kuoa. Walikuwa katika ukoo wenu wanahangaika kuzaa. Walikuwa katika familia yenu, ukoo wenu wanahangaika kwa habari ya mafanikio. Walikuwa vizuri lakini wako vibaya, na wanaanza vizuri naanza vibaya. Roho za urithi. Ni mtu ambaye umerisi kisukari, umerisi kifafa, umerisi dalili zozote za magonjwa ya kurisi. Tunaita roho za urithi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wana athma za kurisi, wana pumu za kurithi. Utakuta babu yako alikuwa anasumbuliwa na nyama puani, mababa yako alikuwa anasumbuliwa na nyama puani, watoto wako wanasumbuliwa na nyama puani. Roho za urithi, yaani ni mnyororo unaofuatana. Tatizo linakuja kwa kufuatana. Jambo la 3, dalili